Karibuni tena. Asante sana. Sasa tumeshachukua vipimo, majibu yametoka. Labda niwaulize kitu. Mko tayari kwa majibu yenu? Tuko tayari. Hakuna tatizo kabisa. Huyu ni mke wangu na mimi ni mama wake. Hakuna shida kabisa daktari. Ndio. Kwa mko tayari? Tuko tayari. Basi naombeni mpunguze pressure kwa majibu nitakayowapa. Ndio. Mna upungufu wa kinga mwilini. Unamaanisha nini daktari? Namaanisha mna maambukizi ya HIV. Daktari, are you serious? Yeah. Lakini naomba msikilize kidogo. Poleni sana kwa majibu yenu. Mwenye Lakini daktari, kutoka na muoyo mwanamke, sijui kuchipuka, sijui kufanya chochote kile. Na mara mwisho napima na mwanamke toka tumeoana. Tuko vizuri tu. Wala tuko tumesidika daktari. dada, sikiza nikwambie dada. Kuchepuka sio ndo kuambukizana. Kuna vitu vingi unaweza kupata ugonjwa kama huu. Kwa mfano kuchangia vitu vya serikali na mtu tayari ameshaathirika. Kwa pia na yenyewe inachangia moja kupata ugonjwa kama huu. Daktari, je, usalama wa mtoto wangu tumboni utakuwaje? Unaangalia usalama mwanao. Kwa usalama Umeshapata HIV hapa, alafu unazungumzia usalama wa mwanao. Tulia baba. Anachanganya huyo daktari kwa nani? Mimi siwezi kuchepuka kabisa daktari. Kwa hiyo ukisema hivyo mimi ndio nimeona nachepuka. Tena wewe ndio usiongee kabisa. Yaani usiongee ndio unaleta hayo yote. Ndio maana alikuwa hataki hata kuja, kumbe anajijua mambo yake, ukuje hospitali. Kwa sababu gani ulikuwa umeng'ang'ania pale? Ongea naye bwana mwanamke. Wewe usiongea na mimi unakuja hata asubuhi. Huu sio wakati wake jamani wa kugombana. Jamani, naombeni mtulie. Hapa ni hospitalini jamani. Kuna watu wengine wanafanya operation wataki kelele. Naombeni mtulie na mnisikilize. Kitu cha muhimu ni kuzingatia dawa na kupunguza vitu kama vile nilivyowaambia, ili kumkinga huyo mtoto. Inatakiwa mwanze dawa mapema kwa sababu ya huyo mtoto na yeye asipate maambukizi. Kwa hiyo ninachoomba mzingatie sana kuja kliniki ili kuchukua hizo dawa. Tumekuelewa daktari. Kwa mwanangu yuko salama? Mwanangu yuko salama kama ukianza dawa mapema na kwa haraka zaidi. Sawa daktari, tumekuelewa. Tutahudhuria kliniki. Poleni sana. Asante, sisi tunaomba tuende daktari. Asante. Hapo yani unasika wewe mwenyewe, kwani wewe hujafika? Ndio jamani. Mungu wangu, sasa itakuwa nimeupatia wapi ugonjwa? Ila na asilimia zote itakuwa ni ule mwanaume wangu, maana mume wangu sijai kumfumania hata siku moja, wala hana hata dalili zozote za kusema kama ananichiti. Hata meseji tu kwenye simu yake sijai kushika. Hapa nilipo na mtoto wangu tumboni. Ya Rabbi Mungu, naomba tu mnusuru mtoto wangu. Unamaanisha nini daktari? Namaanisha mna maambukizi ya HIV. Sasa sijui nimuite nimwambie kuhusu hili swala kwamba mimi nishapima na maambukizi ya VVU. Ngoja kwanza niache ili nijue mwisho wake itakuwaje.
Mbona umekuja kulala? Kwani umeshindwa kwenda kulala kule ndani jamani? Kama umechoka au unajisikia usingizi uingie ukapumzike ndani. Umekuja kuegemea huku na umelala kabisa umesinzia kama upo ndani. Sharifa mke wangu, mimi nitakuwa na raha gani kuweza kulala ndani? Ni kipi hasa ambacho kitanifanya mimi kalale na kustarehe kwenye kitanda kile? Aya leo nisiyoyategemea kwenye mwili wangu, mimi niingia. Unahisi nitaishije mimi? Mbona hata siku moja sikuwahi kukuchiti? Sikuwahi kukusaliti? Ukuwahi kunifumania kwa chochote kile? Nimekaa nikitafakari sana Sharifa. Sijui hata nini nifanye. Rafiki yangu namuonea huruma sana. Na ashazama kwenye dimbwi la mapenzi, haelewi chochote tutakachomwambia. Ni rafiki yangu sana wa damu naifanya naye biashara. Lakini hajui kuwa yule bodaboda ndo mtu ambaye mwenye mimba na mke wake. Wiki kabisa. Sio nielewa. Yaani sisi sote tunategemea ili mimi na wewe tuwe huru. Bila kumpoteza, tutampotezaje? Hilo jambo sio rahisi. Sikia sasa. Tumtilie sumu. Sijui nimwambie. Mimi bora nimwambie ili ajue ukweli. Maana inaweza likatokea lolote nikawa najua kila kitu nimeshindwa kumwambia. Ngoja nimwambie rafiki yangu. Maana kwa haya ambaye anaendelea mimi kuendelea kukaa kwa ni ngumu sana mimi kuendelea kukaa kimya. Asefa naona leo hauko sawa. Na jambo la kuzungumza na wewe. Yes, ndio maana nimeitikia. Najua Raji mimi na wewe ni marafiki sana. Nafahamu. Na ndio maana hata biashara zetu ni biashara ambazo zinatazamana. Tunaweza tukazimana vitu vya kila aina. Ila sio kesi. Ni jambo ambalo lilikuwa linanisumbua sana ya tamani nishare na wewe. Ila sijui utanielewaje, lakini tutabidi uelewe, ukubali na hali. Wewe niambie tu. Mimi ndugu yako muda mrefu sana. Sidhani kama kuna jambo ambalo tulishawahi kufichana. Nakusikiliza. Hivi Raja. Kuuliza swali. Hivi unaamini kuwa ile mimba ya mkeo kuwa sio ya kwako? Karume. Ile mimba sio ya kwangu kivipi? Wakati kila kitu nafanya mimi. Alafu unaniambia kwamba sio ya kwangu, unanichanganya. Wewe hata siku moja mimi sina utani na wewe. Ila nahitaji sana kukushauri kwa ile mimba sio yako. Na mtu mwenye mimba ile kuna mazingira yote kufanya. Sawa. Ili mbadi tu ile jamaa toeki kabisa. Sio nielewa. Yaani sisi sote tunategemea ili mimi na wewe tuwe huru. Bila kumpoteza, tutampotezaje? Hilo jambo sio rahisi. Sikia sasa. Tumtilie sumu. Mimi na wewe tukatoe jambo hili ni moja, sawa? Na kwanza tukubaliane. Hii si hapa. Yule jamaa tukatumpoteze ili tuishi kwa amani kabisa na kwa upendo. Nje ya hapo badala aina yoyote. Sema ushauri sana. Muhimu sana ni afya yako ndugu yangu. Na ndio maana nimeamua nikueleze ukweli kabisa. Yote hii kwa sababu nina mapenzi ya dhati na wewe. La sivyo mimi singeshasikia ndugu yangu leo limeshakutokea. Karume sio shida hiyo. Shida mke wangu nampenda Karume. Taarifa hizo ni ngumu kwangu. Ni ngumu. Sasa tunaje ndugu yangu? Mimi nahitaji kushare mawazo na wewe. Ndio ndio kuacha lolote lingeweza kutokea.
Unafikiri mimi ningekuwa katika hali gani ndugu yangu? Mimi Sharifa nimemkosea wapi? Kosa langu mimi kubwa ni nini? Kumwoa. Kuishi naye. Nimemwoa kwa sababu nampenda. Kosa langu kubwa mimi ni lipi Karume? Laji, jikaze rafiki yangu. Yote nimefanya kwa mapenzi kwa ajili ya kukuelekeza yale yote yanayoendelea katika nyumba yako. Hebu jikaze basi ndugu yangu. Karume, shida ni nini lakini? Unavyosema shida ni nini? Shida ni umaskini wangu uliokupo nao. Shida ni hizi biashara ambazo unazifanya kazi gani? Shida ni nini Karume? Yule bwana anamchanganya Sharifa, mke wangu mimi. Kwa kipi hasa alichokuwa nacho? Shida umaskini uliokuwa nao mimi? Hapana Raji. Shida nini sasa? Sikiza nikwambie Raji. Unajua hili tayari kutokea lishatokea. Na naomba ujikaze ndugu yangu. Usije ukachukua maamuzi yoyote mabaya. Leo hii mimi nikakukosa ndugu yangu. Mimi nahitaji sana kufanya biashara na wewe katika eneo hili. Na kusii ndugu yangu, kaza moyo. Hili jambo lililotokea Karume kama ndo mwisho labda. Karume nisikilize nikwambie kitu. Raji, angalia sio ukafanya mambo mabaya ndugu yangu kaenda jela. Oho. Shemeji bado? Kwema. Kwema sijui wewe. Bwana shemeji pamoja kumzaa jamani mkuta. Unaniuza mimi au mimi ndo nikuuzae? Sijaonana naye ndio maana nimekuja hapa kwako. Wewe si ndio uliondoka naye? Wewe mbona una masiara na maisha ya watu? Kama tuko hapo muda wote ngongo nasikiza sio najua hata mtu si muuza nini huko hata muuza mboga akaniletea hapa nisitoke nje. Kumbe mtu unakuja kumuulizia mtu uliondoka na wewe. Sasa kati ya mimi na yeye baba nani aulize mwenzake? Wewe sio umeondoka na mume wangu hapa. Umeondoka na mtu umeenda sio kumwacha huko unakuja kuniuliza mimi. Au una lako jambo? Asi shemeji, mama mimi nilikuja hapo kuja kumuulizia. Yaani wewe jamani wewe. Yaani wewe ndio maana watu weusi sasa hivi hata Tanzania watu hizi rangi wanazikataa. Muone huo weusi unafanana na hilo t-shirt alovaa. Hauje kuniuliza haya mtu umeondoka naye unakuja kuniuliza mimi. Asi shemeji. Nimekuja kumuulizia. Kama yupo basi niache niulize zangu niendelee na. Haya yupo basi vipi? Mimi unaniachaje? Na umeondoka na mtu unakuja kumuuliza mimi unaniacha kwenye hali gani? Nakuelewa. Au na ulikuwa na kitu kingine nikusaidie? Hamna. Umekuja kumuulizia aje? Ndio. Fagia hiyo miguu yako na ukianza kurudi, urudi na mume wangu hapa. Yaani wewe sema wewe si ndio umeondoka naye tena umekuja kumgongea kabisa hapa hivi. Umeondoka naye sasa hivi unarudi eti Raji yuko hapa. Mimi nipo ndani unaniuliza aje au unaondoka naye? Basi niache mimi niende. Hiyo jamani baba, ana aibu baba mtu mzima. Kagonga hapa karibia nusu saa. Ngajua ananiuliza kitu cha maana kumbe eti Raji yuko hapa na kaondoka naye. Muone vile. Yaani mzee nyingine bwana. Mapenzi ni kamari. Aliyekula leo kaliwa. Sitaki kuamini kabisa. Mke wangu ndiye anayetenda haya. Mke wangu ndiye ananifanyia haya. Kumsamini kote, kumheshimu kote, kumfanyia kila anachokihitaji kwenye maisha yake. Lakini leo amegeuka kuwa fimbo. Ina maana hata ujauzito sitaki kuamini kama sio wa kwangu kabisa. Yala leo niambia rafiki yangu Karume. Leo nimethibitisha hiyo. Moyo unaniuma. Macho yangu yanaona giza. Masikio yangu yasikii. Viungo vyangu vinakataa kabisa kukubaliana na hili swala.
nimekukosea nini mke wangu? Nimefanya mengi juu yako. Kila ulilohitaji mimi niliweza kulifanya. Kila ulilisema mimi nilitii. Niliweza kufanya kila kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wangu juu yako. Lakini vyote hivyo leo vimegeuka kwa kama fimbo kwangu. Kosa langu nini? Ee Mwenyezi Mungu, nusuru nafsi yangu. Naona giza tu. Sioni kwa kuelekea. Sioni kwa kuzitua hisia zangu. Leo nayapokea. Sistahili kabisa kuwa kama adhabu kwangu, kwani hakuna sehemu ambapo sikutimiza lolote la mke wangu alikuwa analihitaji. Sharifa, 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 na kuita mara 3 mke wangu. Leo unaniadhibu kiasi hichi? Nimekukosea nini mimi? Kosa langu kubwa lipi? Lipi mke wangu? Unaniadhibu kiasi hichi? Hii fimbo unanichapa maumivu yake haielezeki kabisa. Maumivu yake siwezi kuyazungumzia kwa mtu yeyote yule. Nakumbuka maneno ya mama wangu mzazi. Alikuwa akaniambia kuwa uyaone. Nilizani kuwa ni magari, manyumba, nione wanawake wazuri, warembo na kuja kupendeza. Lakini kumbe si hivyo. Leo nayaona haya. Haya sikustahili mimi. Unamaanisha nini daktari? Namaanisha mna maambukizi ya HIV. Daktari. Are you serious? Yeah. Hivi unaamini kuwa ile mimba ya mkeo kuwa sio ya kwako? Hivi ushai kujiongeza? Toka jana usiku umekuja unakuta mingu ile pale na nimeweka tu mlangoni makusudi nikajua labda utajiongeza. Kumbe hata ujiongeza. Unione hata kwenye hii hali yangu nilionayo. Baba wewe mbona ujiongeza? Yaani ushaweza kujua tu kuhudumia na kuninyenyekea mkeo na kunijali uwezo.